Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, unasema kabla ya mambo yote, nataka dua, nataka sala, nataka shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Unasema hili nalo lafaa sana mbele za Mungu Mwokozi wangu. Yesu, nakusihi kipindi hiki kikafae sana mbele ya wasikilizaji. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Yes, ni asubuhi nyingine tena sasa iliyokubarika mbele za Bwana Mungu Mwokozi wetu, ambaye amependa niweze kusimama mbele yako tena ili nikupe ujumbe ambao Roho Mtakatifu amenipa ili na mimi nikupatie. Na ujumbe wa leo unasema matendo yako ndiyo majibu yako. Ujumbe wa leo unasema matendo yako ndiyo majibu yako. Katika maisha ya mwanadamu huwa kuna matendo ya aina mbili tu. Kuna matendo mabaya na kuna matendo mazuri. Matendo mabaya yanalipa kama yalivyo na matendo mazuri yanalipa kama yalivyo. Wapo watu waliofanya matendo mabaya, Mungu akawalipa kama walivyotenda, na wapo watu waliotenda matendo mema, Mungu akawalipa kama walivyotenda. Na sasa wacha tuchungulie maandiko matakatifu, tukianza katika kipengele cha matendo mabaya, alafu tutaingia katika kipengele cha matendo mema. Yote nitafundisha hayo. Matendo mabaya tunapata katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 16 mstari wa 2. Maandiko yanasema, alikuwa na umri wa miaka 20 alipoanza kutawala. Alikuwa na umri wa miaka 20 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 16 katika Yerusalemu, wala hakufanya mema machoni pa Bwana Mungu wake kama Daudi baba yake. Hii ni habari ya Ahazi, mfalme aliyetawala Israeli. Maandiko yamesema alitawala vibaya, hakufanya vizuri kama alivyofanya Daudi baba yake. Sasa kumbuka, Biblia inasema kile apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Mtu huyu alitenda mabaya mbele za Mungu, Mungu naye akamtenda mabaya. Lakini mwana wa Mungu, asubuhi ya leo sikwambii kwamba kwa kuwa umetenda mabaya tayari Mungu amekutenda mabaya. Sikwambia kwamba kwa kuwa umetenda mabaya tayari Mungu amekuhukumu. Hapana. Isipokuwa inacho kukumbusha asubuhi ya leo katika kipindi hiki chetu ama katika somo letu hili, inua macho, tazama msalaba. Msalaba uko wazi, Yesu hayuko msalabani. Inama chini, angalia kaburi. Kaburi la Yesu liko wazi, Yesu hayuko kaburini. Angalia mkono wako wa kuume, utamuona Yesu Kristo Mwokozi wetu ameketi mkono wa kuume kwa Mungu Baba, naye ameshikilia ahadi yake mkononi inayosema ya kwamba hata tuacha, atakuja tena kutuchukua ili alipo na sisi tupate kuwepo. Lakini mwana wa Mungu hatuwezi kuwa pamoja na Kristo, wala hawezi kuja kulichukua kanisa lake ikiwa hatujaamua kuachana na uovu. Kwa hiyo nakumbusha kwamba katika maandiko wapo watu walianza vibaya wakamaliza vizuri. Na kukumbusha asubuhi ya leo kwamba hata kama umeanza vibaya, hata kama umefanya vibaya, bado hujahukumiwa. Maana maandiko yanasema, muniangalie mimi enyi ncha zote za dunia ili mpate kuokolewa. Shughuli ya wokovu bado inaendelea. Mwokozi yu hai. Anakwambia asubuhi ya leo ya kwamba achana na huo uovu wako, ya kwamba achana na wewe unayotenda, achana na hizo dharau, achana na kiburi, achana na majivuno, geuka muangalie Yesu. Maana yeye anasema kwa kupigwa kwake sisi sote tumepona. Mimi nimepona na wewe upone asubuhi ya leo. Lakini pia tunaangalia tendo la pili, ambalo tulisema kwamba tendo la pili ni kutenda mema mbele za Mungu, ambalo tunaipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 22 na mstari wake wa 15. Maandiko yanasema, malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu
asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee, hakika katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitakuzidisha, na uzao wako utashinda marango ya adui zao. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu ni mtumishi wa Mungu Ibrahim, anatenda yaliyo mema mbele za Bwana, naye Bwana anamtendea mema. Kumbuka Biblia inasema matendo yako yatafuatana na wewe. Biblia inasema na ishara hizi zitaambatana na wale wamwaminio. Kwa hiyo pale utakaposimama ndipo na matendo yako yatakaposimama. Matendo yatakuwa mbele zako, halafu wewe utayafuata. Kama ulitenda mabaya, utaenda kubaya. Kama ulitenda mazuri, utaenda mahali pazuri. Maana tumemuona baba yetu Ibrahimu anatenda mambo mazuri, na Mungu anampa ahadi, ambazo ahadi hizo mpaka sasa zinamfuatilia, na mpaka sasa sisi sote ni warithi wa baraka za Ibrahimu. Sasa naenda kuomba ili Mungu ambaye anaangalia neno lake ili litimize, atutimizie ahadi hizi za Ibrahimu ambazo alizoziahidi. Mungu mtakatifu wangu, wewe ni mwaminifu siku zote. Unasema lolote mtakaloliomba katika kweli na haki, mimi nitalifanya ili Baba tukuzwe ndani ya Mwana. Baba, unasema wewe huangalia neno lako ili upate kulitimiza. Angalia ahadi hizi ulizomwahidi baba yetu Ibrahimu, ukisema ya kuwa kwa kuwa amefanya hivyo na wewe utamfanyia. Yesu, naomba utupe neema, utujaze Roho wako Mtakatifu, tuweze kutenda mema, tuweze kwenda katika njia zilizo sahihi, sawasawa na alivyokwenda katika njia sahihi baba yetu Ibrahimu. Yesu, tusipotee katika safari tunayoelekea. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Kanisa tuseme amen.